Yasemekana kwamba Majununi alisuhubiana na msichana mmoja Mfaransa jina la Michelle kabla ya kwenda kuipigania nchi yake ya Uingereza katika vita vya pili vya dunia. Michelle akamwahidi kuwa wangefunga ndoa baada ya vita kuisha. Vita vilipamba moto na roho zisizohesabika za raia na majeshi kuteketea. Moyo wa Michelle ulikuwa karibu kupasuka kwa kisisi na kiwewe. Aliomba dua vita hivyo visitibue mpango wao wa kufunga akidi. Yamkini dua yake ilitakabaliwa. Majununi alitoka vitani hai na cheo kikubwa kulicho alichokwenda nacho. Basi baada ya mabomu kuangushwa Nagasaki na Hiroshima yakaleta halaki isiyosemeka. Vita vikaisha na Michelle kurudishwa alani. Majununi alipewa karadha na serikali yake ya kwenda kuishi maisha huko barani Afrika, na nchi aliyokitari kuja kulowea na kupunga unyunyu barani Afrika ni Tomoko Akasakini Sokomoko. Mwanzoni aliishi hemani. Akamwandikia Michelle barua aje kuona makao yao mapya kutoka huko Ufaransa. Michelle alitua kwa ndege kwenye uwanja wa ndege mjini Sogoa na kupanda ndege aina ya helikopta iliyoendeshwa na rubani aliyekuwa rafiki yake Majununi. Ndege hiyo ilipotua karibu na hema, Majununi alikuwa na furaha isiyokuwa na kifani. Akaenda kumlaki mchumba wake. Michelle akakataa katakata hata kushuka. Michelle Mejanun, alisema Michelle, nasikitika sana, sitakanyaga chini wayo wa mguu wangu. Jenga nyumba, acha ujumba. Siwezi kuishi hemani humu mwituni kama maskini sina sinani, nikiulizwa siungami. Na kwa kauli hiyo akaamrisha rubani wa helikopta kumrudisha Sogoa ili apande ndege ya kumrejesha kwa Ufaransa. Wasemao husema atafutaye hachoki. Basi Majununi akajenga nyumba ya matofali yenye vyumba vinne. Akamwandikia Michelle barua kumwarifu aje, maana mambo aliyoyaagiza yalikuwa tayari. Helikopta ilipotua tena karibu na kitende chake, Majununi alikwenda kumlaki mwandani wake. Michelle akachungulia tu kwa umbali ile nyumba, hakushuka. Kusema tu, Michelle Mejanun, wacha ujumba wewe, ile si nyumba yahe, kile ni kibanda, nataka nyumba. Akarudi tena Ufaransa. Ndiposa Majununi akajenga kasri ambalo sasa lilikuwa linaakaliwa na Mtemi na Sababora. Lilipomalizika akamwandikia tena Michelle barua. Mara hii ya tatu Michelle alishuka toka kwa ndege akaenda kulikagua kasri hilo. Hakupendezwa na idadi ya vyumba 13. 13 ni nambari watiri, nayo ni bahati mbaya. Na madirisha mbona makubwa kama milango? Sakafu ilipaswa kupakwa rangi ya kijani kiwiti badala ya nyekundu. Wekundu ni rangi ya damu na ishara ya nakama na hatari. Monsa Mejanun, alisema Michelle hatimaye, ni radhi sana lakini naona hatufahani. Pengine imeandikwa kwamba tusioane. Narudi kwetu, katafute mwanamke kufu yako. Kule vitani Majununi alishuhudia rafiki zake jeshini wakifa kwa mtutu wa bunduki kama vipanya. Basi vifo hivyo vya kikatili havikuwatua moyo kama maneno ya Michelle, mwanamke kayaya ambaye Majununi alimwenzi kama mboni ya jicho. Mtima ulikuwa unampuma na machozi kumlengalenga machoni Majununi alipoyanena maneno yafuatayo: Mademoiselle Michelle, umenigusa chembe cha moyo. Umeniachia donda ambalo halitaweza kupona ala kulihali. Ndoa ni hiari ya mtu, si ajili wala msusumo. Kumbuka kwamba hiari na mkitiri ni juu yako mwenyewe. Haijaandikwa popote kwamba mimi nawe tusifunge ndoa. Unanipasha simanzi na jitimai. Nenda, sina ngoa nawe, lakini kumbuka your beauty is my weakness, yani urembo wako ndio udhaifu wangu. Michelle alipanda helikopta kwenda zake. Majununi akaiandika kauli yake ya mwisho kwa Michelle kwenye bamba la zege karibu na dohani ukimbizoni. Your beauty is my weakness. Maneno hayo yakawa ukumbusho wa daima wa ndoto ya ndoa iliyoteketea katika moto wa daro na dharau na mapuuza. Majununi akawalaani wanawake wote duniani. Akapania kilimo na ufugaji kama mtu aliyepandwa na madadi. Akafunga ng'ombe, farasi, punda, nyumbu, nguruwe, mbuni, tausi na majibwa. Akapanda mazao aina aina. Akapenda mifugo na mazao badala ya mabanati. Hapa kusalia hata tone moja la mahaba kwa mwanamke yeyote katika moyo wake. Akazumu kutomkurubia banati mwingine yeyote yule maishani. Hivyo hakuoa katika hayati yake nzima. Ni kana kwamba aliomba, Mola asinipe mapenzi na wakupendo hakuna, kama mtribu wa nyimbo za taarabu Mwanahela alivyoimba. Ila huku kuwaamba wanawake ndiko kuliko wafanya wakazi wa Sokomoko wa enzi ya ukoloni kuamini jina Majununi lilisibu kuitangaza taksiri ya mzungu huyu wa ajabu.